Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, Mubarak mshairi mwanahabari wenu hapa, tupo mbele ya Husainia TV. Leo tumefanikiwa kutembea maeneo ya Chanika Kitonga kwa Sheikh Kasim Abubakari. Tupo hapa nje ya msikiti wake Masjidi Sajidat Zahara. Lengo la kuja hapa kwa Sheikh wangu, kuna maswali nilikuwa nataka nimuulize angalau mawili au hata moja ambayo nilisha kuwasikia katika baadhi ya hutuba zake za nyuma alizowahi kuzizungumza. Kuna moja ilikuwa aliwahi kusema kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutaka kufariki kwake au pale alipofikwa na sakaratul mauti, aliyowahi kuwaambia kwamba masahaba zake wampe karatasi na kalamu. Sasa swali linakuja hapa, shekhe, kama shekhe, mtazamo wako, Mtume kile kitendo cha kuambia masahaba zake nipeni karatasi na kalamu, je, alikuwa kusudio lake ni nini? Ndio ilikuwa swali langu liko hapa shekhe, tafadhali. Kwanza kabisa wapendwa watazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Swali zako, asante sana kwa kuja kuuliza swali lako zuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa na hitaji kumtoa roho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na muda ukiwa umewadia, Mwenyezi Mungu alimpelekea malaika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na baada ya hapo, mtume alipokuwa anaumwa, aliomba karatasi na kalamu ili aweze kuandikia umma wa Kiislamu kwamba ikiwa watashikamana na yale aliyowaandikia, basi Waislamu wote duniani hawatoweza kugombana na hawatoweza kukhtilafiana. Sasa basi, mtume alichokuwa na kihitaji, alisema katika maneno yake, ituni bikitabi an aktuba lakum in tamasaktum bihima lan tadillu abadan min ba'd, kwamba ni mkishikamana na hivyo vitu ambavyo ninavyohitaji kuamdikieni, hamtokhtilafiana, hamtogombana, hamtodozana, hamtotofautiana baada yangu mimi kuondoka katika ulimwengu huu wa kidunia. Lakini ni vitu gani sasa ambavyo mtume alitaka kutuandikia? Mtume anaendelea akisema kwamba kitaballahi wa itrati, kitaballahi wa huwa hablum mamdud, kwamba ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ilikuwa ni lengo la mtume, kwamba atuandikie visito hivyo viwili, kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu tukishikamana nacho, nayo ni kamba isiyokatika. Qur'ani ambayo ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ni kamba isiyokatika. Lakini si hivyo tu, bali wa itrati ahla baiti, na hadithi hii wa itrati ahla baiti ni kwamba maulama wote na jamhuriyatul ulama wamekubaliana kunapo swala hili kwamba hadithi hii ni mutawatir, kwamba wamekubaliana ni muttafaqun alayhi. Madhehebu zote za ahlus shia na madhehebu za ahlus sunna wal jamaa na madhehebu zingine wamekubaliana kunako hadithi hii kwamba in tamasaktum bihima lan tadillu min ba'di abadan, kitaballahi wa itrati ahli baiti, na wote wamekubaliana. Na hata mashekhe wa Kisuni wanaielewa hadithi hii na wanaifahamu, na ndio maana siku hizi wameamua kuweka wazi kwamba hadithi hii ni kweli ipo na ndio mtume aliyozungumza. Lakini ile masuni, baadhi ya masuni hususan ndugu zetu wale mawahabi wanapenda kwamba kuzungumza kwamba wa sunnati, kwamba na sunna ya mtume, lakini maulama wote wa Kisuni wamezungumza kwamba hii wa sunnati ni hadithi ambayo ni dhaifu katika mizani ya hadithi, ni hadithi ambayo ni dhaifu, kwa hiyo haina mashiko. Kwa yenye mashiko ni kitaballahi wa itrati ahla bait, na hili ndilo lengo ambalo mtume alitaka kuliandika. Lakini baada ya hapo, kuna baadhi ya masahaba walimwambia mtume anaoweseka, na wengine wao wakamweleza kwamba mtume amezidiwa na ugonjwa. Ni mtihani ambao ni mtihani ambao tulionao katika jamii ya Kiislamu, kwa sababu watu wengi sasa hivi tunapata muhemko, hatupati dini kama jinsi. Watu wengi tunapata muhemko, na hiki ndicho ambacho
kinaleta madhara katika Uislamu na kinaleta madhara katika ulimwengu wote tuliokuwa nao kwa sasa. Inshallah, labda niishie hapo, nadhani utakuwa umefidika inshallah. Sheikh, shukran sana, ahsantum. Naamini mimi nimeweza kustafidi kidogo, na hata wale ambao kwamba watafanikiwa kuiona klipu hii pia wanaweza kuelimika. Lakini swali kubwa anayotaka kuachia watazamaji wa klipu hii, Sheikh hajataka kuwabainisha au maswahaba waliosema kwamba mtume anawezeka au labda mtume kachanganyikiwa. Nataka ujibu kwenye comment, ni nani maswahaba hao na kina nani waliosema kwamba mtume anawezeka au mtume huyu atakuwa amechanganyikiwa? Kuna baadhi ya maswahaba walisema hivyo. Ahsantum.